Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje? Bwana, hii ni Window Max TV. Bwana, leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kuagiza bidhaa mtandaoni. Lakini kuna vigezo na masharti ambavyo unatakiwa kuvifuata kabla ya kwenda kuagiza bidhaa za mtandaoni. Hivyo basi, unachotakiwa kufanya ni cha kwanza, unatakiwa uwe na kifaa ambacho utaingilia katika kwenda kununua hiyo bidhaa za mtandaoni. Pili, unatakiwa kuwa na kadi ya malipo, credit card. Kadi ya malipo inapatikana benki yoyote. Ukienda kwenye benki yoyote ukiwaambia nahitaji kadi ya malipo, utalipia, then baada hapo utakabidhiwa kadi yako. Kisha utaweka pesa katika kadi, then utaingia sasa kama sisi tunavyoenda kuingia sasa hivi hapa. Twende tukaone. Naenda kufungua browser yetu ambayo tunaenda kutumia. Unaenda kuandika AliExpress. Ukishaandika AliExpress, kama unavyoona hapo, uta click. Kisha click, itafunguka kwa namna hiyo kama unavyoona hapo. Mimi ni mmoja wa mtumiaji wa AliExpress na nimeshaagiza mizigo mingi na ushahidi nao. Hivyo basi, hii haina ujanja wote. Ukiagiza mzigo wako utakuja kama unapokuja. Cha msingi kuzingatia maelekezo. Soma maelekezo. Hivyo basi, utaenda kujiregister hapa. Kama hapa mimi nimeshajiunga. Kwa hiyo kwa wewe, kwa kukuonyesha, utaenda kujiregister. Kwanza utaenda hapa, utaandika wewe ni umetokea taifa gani, kama ni Tanzania, lugha unatumia lugha gani ya Kiingereza. Then hapa currency utaweka Tanzania shillings. Ukiweka Tanzania shillings, maana itakuonyesha kwa pesa za Kitanzania kwamba uone shilingi 40,000 inakuaje kwa pesa za nje. Kwa mfano kama dola, itakuchukua wewe tena muda wa kwanza kucalculate dola moja sawa sawa na shilingi ngapi kwenda kwa katika nchi yako, kama ni Tanzania, kama uko Kenya, kama uko Zambia. Hivyo basi mimi nimeweka Tanzania kwa sababu niko Tanzania, kwa hiyo inakuwa ni rahisi hapo. Kama hapo unapoona hiyo SSD data ni shilingi 40,000 ambao usafirishaji sasa unaenda hapo kwenye shipping. Hapa inaniambia ni free shipping, lakini hii ni GB 128 ya kitoto. Ukitaka terabyte moja ina 138,962.18 ni free shipping. Free shipping maana yake usafirishaji ni bure, haina gharama. Hivyo basi ni kuzingatia maelekezo. Maelekezo kama unavyosoma hapa, ukiscroll kwa chini hapo kuna maelekezo vizuri kabisa ambayo unayapata kuhusiana na kifaa ambacho unakitaka. Hivyo basi tusiende haraka sana. Twende kwanza hapo kwenye kujiregister. Hapa ship to Tanzania. Language unaweka English au yoyote unataka wewe, utajua wewe unajua lugha gani. Currency mimi nimeweka Tanzania shillings, then una save. Baada hapo utaingia hapo kwenye account. Kwenye account sasa hapo utaingia kwenye payment. Payment hapa. Hapo kwenye payment achana nako. Mimi nishafanya payment nyingi sana ndio maana. Kwa unakuja hapo kwenye shipping address. Kiklik hapo kwenye shipping address. Kuna baadhi sasa hivi ndio vitu vya muhimu vya kwenda kusave. Hii location unatakiwa usave location ambayo sehemu upo, ambao sehemu unaishi. Sio leo uko Zambia kesho uko Kongo, unaandika sehemu ambayo wewe unaishi. Kwa mfano kama mimi hapa, itakuuliza maswali, country, nchi gani? Tanzania. Utaenda kuchagua kama wewe ni Msweden, kama wewe ni Tanzania, kama wewe ni Mzambia, Mkenya, utajua. Then baada hapo contact info, jina lako ambao unatumia sasa. Hakikisha hausahau jina lako. Utaandika hapo jina ambalo unatumia, kama ni Window Max TV ni wewe. Utakuja utajaza namba ya simu ambayo unapatikana. Then cha muhimu zaidi utakuja kwenye address hapa. Address hapa utaanza kujaza mtaa, utaanza kujaza kijiji, utaanza kujaza mkoa, utakuja wilaya, then kuna paste code ya mkoa wako. Hivyo ndio vitu vya kuzingatia. Baada hapo uta confirm. Ukisha confirm utakuwa tayari umeshawini katika kujiunga, na itakwambia kabisa kwamba wewe tayari umeshakuwa mmoja wa mtumiaji wa AliExpress. Hivyo basi kwa hawa watu wa AliExpress, maana kama ni mara ya kwanza kuagiza au ndo kwanza umejiunga,
unataka kuagiza mzigo wana pungufu ya 70%. Kwa mfano, hii hard disk ya terabyte moja inauzwa 1,138,962. Ukija ukikalkulate kwa punguzo la 70%, maana yake unaweza ukaichukua kwa bei ya chini sana, unaweza ukachukua hata kwa shilingi 40,000 na ni free shipping. Kwa mzigo wa kwanza tu, sio mizigo yote. Mzigo wa kwanza tu kama ni mara ya kwanza. Kwa mfano kama mimi nimeshaagiza mizigo mingi na mingine ambayo nimeshaiweka tayari ambayo nataka kuiagiza. Naweza nikakuonyesha mzigo ambao tayari nimeshauagiza. Baadhi ya mizigo ambayo tayari nimeshaiagiza ni haka kadude. Haka kanaitwa Soundcard Studio Mixer. Haka kadude nimekaagiza kutoka China, na bila shaka nitakuonyesha picha ambayo tayari mimi nimeshakapata na nimeshakapokea mpaka sasa nakatumia kama unavyokaona hapo. Naweza nikakuonyesha kwa picha ya ukubwa kabisa kama unavyoiona. Haka kadude nitakuonyesha, ndio haka hapa kwenye simu yangu. Bila shaka ni easy sana. Kwa mfano sasa, ukitaka kuagiza huu mzigo, unakuja hapa kwenye bei kwanza. Tutatazama hapa bei imeandikwa ni shilingi 51,000 na 66.01. Ukija hapa kwenye shipping inaniambia ni shilingi 25,252.42. Kwa ukiplus 51,000 na 66.01 plus 25,252 inakuja kitu kama cha shilingi 70,000 na kitu hivi. Kwa hiyo cha kuzingatia ni hivyo. Ukitaka kuagiza unazingatia bei husika pamoja na bei ya usafirishaji. Kuhusu kupokea mzigo au kuhusu mzigo kufika kutoka China mpaka nchi husika inategemeana na sehemu. Kwa mfano, ukiwa Dar es Salaam inaweza ikachukua wiki 2. Ukiwa nje ya mkoa wa Dar es Salaam inaweza ikafika wiki 3. Hivyo basi inategemea na mahali husika. Jinsi ya kupokea mzigo wako ni kwamba kuna shirika la posta linafanya kazi hiyo. Kazi yake ni kupokea mizigo inayotoka nje ya nchi. Then lengo la kuandika namba za simu na mahali ulipo, maana yake shirika la posta moja kwa moja linakutaarifu wewe katika mfumo wa message kwamba fika katika shirika la posta lililopo sehemu fulani, mtaa fulani, uje ufate parcel yako. Ni easy sana. Hivyo basi baada hapo utaingia kwenye buy hapa. Hapa kwenye buy utaingia kama ifuatavyo. Itakuletea katika mtindo huo. So kadi ya malipo utaingiza kama ifuatavyo. Hapo kwenye payment method utaingiza zile namba za kadi ya malipo na kila kitu. Baada ya hapo ukitaka kulipa sasa jumla yake kama unavyoiona hapo kwenye summary total, hiyo hapo ni 76,318.43. Hiyo ndio jumla ya bidhaa pamoja na usafirishaji. Kwa hiyo ukisha click hapo pay now, maana yake kama kuna kiasi hicho katika kadi yako, direct inaenda kukata kule, then mzigo unaenda kwa mhusika, anaenda kukufungashia, then unasafirishwa kutoka China mpaka mahali ulipo. Hivyo basi ni easy sana, wala haina ujanja. Hii kitu mimi natumia kwa 100%. Ukihitaji kitu cha aina yoyote unaweza ukapata. Ukihitaji kitu cha aina yoyote unaweza ukakipata. So cha kuzingatia ni hivyo, kusoma maelekezo ya kitu husika, kwa sababu unaweza usisome maelekezo zeni kikaja kitu cha tofauti
kuona kwamba mbona kama amenipiga lakini kumbe sio, ni kwa sababu ya kusoma maelekezo. Kwa hiyo zingatia maelekezo, then agiza mzigo wako. Kama kuna chochote ambacho hujakielewa, unahitaji ushauri kuhusiana na hichi, basi usisahau kusubscribe, comment hapo chini, tutapita nayo kwa msaada zaidi.